Wananchi wametakiwa kuachana na tabia ya muhali katika kutoa ushahidi dhidi ya makosa ya udhalilishaji na ukatili wa kijinsia ili kuwakinga watoto dhidi ya vitendo hivyo. Kauli hiyo imetolewa na wakili wa serikali kutoka ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka Zanzibar, Asia Ibrahim Mohamed, katika mkutano wa utoaji elimu juu ya kupambana na makosa ya udhalilishaji na ukatili wa kijinsia kwa wananchi wa Michenzani, wilaya Mkoani, mkoa wa Kusini Pemba. Amesema rushwa ya muhali ni miongoni mwa sababu kuu inayochangia kuongezeka kwa vitendo vya udhalilishaji na ukatili wa kijinsia katika jamii. Ushahidi, tuepukane na rushwa. Ni rushwa gani? Muhali. Huyu ni mtoto dadangu, sitoe ushahidi. Huyu ni mtoto bibi yangu, sitoe ushahidi. Huku ukiangalia mtoto ameshadhalilika, mtoto hawezi hata kukaa. Tayari wengine wameshonwa huko katika sehemu zao za siri, kwa sababu we mama mzazi eti unahofia ndugu yangu, jirani yangu, eti mtadhalilishwa mtaani, mtanyanyapaliwa mtaani. Hiyo kweli ni haki kwa watoto wetu tunavyowafanyia jamani? Akieleza umuhimu wa kutoa ushahidi na madhara ya kutokutoa ushahidi kwa wananchi hao, wakili wa serikali kutoka ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka Zanzibar, Khairi Hassan Omar, amesema wananchi kutokuwa tayari kutoa ushahidi pindi wanapokabiliwa na kesi za udhalilishaji ni miongoni mwa sababu zinazopelekea kesi za udhalilishaji na ukatili wa kijinsia kuondolewa mahakamani na kukosekana kwa haki. Umuhimu wa kutoa ushahidi, hili ni jambo ambalo tunapambana nalo mno. Linapotokea jambo lazima tutoe ushahidi. Kwa nini? Kwa sababu hiyo haki unayoilalamikia, hiyo haki ambayo unasema nataka lazima mara hii haki yangu niipate, inaanza kwako kwa kutoa ushahidi au kwa kukubali kutoa ushahidi. Na nini madhara yake unapokataa sasa kutoa ushahidi? Madhara yake ni hayo kwamba kesi mahakamani inaondoshwa, aidha itaondoshwa na mahakama au nitaiondosha mie DPP kwa mujibu wa sheria, au tukienda nayo lakini ulikuja katika mazingira ambayo hayaoneshi utayari wa kutoa ushahidi, utasikia mahakama imemwachia huru kwa sababu ushahidi haaminiki, shahidi hakuwa sambamba na kilichozungumzwa. Miongoni mwa wananchi walioshiriki katika mkutano huo, ambaye mtoto wake alifanyiwa vitendo vya udhalilishaji wa kingono, amelishtumu jeshi la polisi kupokea rushwa ya fedha, hali iliyochangia kesi yake kutokufika mahakamani. Kwa sababu tuna mtoto wetu, tulikwenda naye kituoni na ushahidi kamili tukautoa, na hata alipofanywa tokeo watu walikuja wakakagua na mtoto akaenda toa ushahidi, askari wote wakakubali kama huyu mtoto ushahidi wake ni wa kweli, na mpaka leo kesi yetu haikufuatwa kwa lolote. Na ni mtoto mdogo, alikuwa anakwenda chuoni, mtoto wa miaka 8 alimbaka, na tulikwenda naye polisi akiwa na tope zake, na mwanamume tukamkamata ana tope magotini wote, na mpaka leo haikuchukuliwa sheria yote. Akitoa ufafanuzi juu ya malalamiko ya wananchi pindi wanapoona kesi zao za makosa ya udhalilishaji zinazorota, wakili wa serikali kutoka ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka Zanzibar, Zuberi Awamu Zuberi, amewataka wananchi hao kufika ofisi za mkurugenzi wa mashtaka zilizopo Shamiani Chake Chake ili waweze kupatiwa miongozo sahihi ya kisheria badala ya kulalamika mitaani na kwenye mikutano ya hadhara. Ukifika pale sisi ofisi yetu na kuja kutueleza, mimi nilikuwa na lalamiko fulani, nilikwenda polisi nikalalamika, nikapeleka mpaka mashahidi wangu, lakini mpaka leo kimya, hakuna lililokuwa. Sisi kule tutajua hatua gani tuchukue juu ya hawa polisi. Tunaamini wanafanya kazi zao vizuri, lakini pengine wamekueleza wewe hujafahamu. Sisi tutawaambia huyu mama mleteni tuje tumfahamishe sisi, au tuambieni nyinyi kwenye kazi yenu mmekwama wapi, hata huyu kwa mtoto wake katadhalilishwa hakujampa ufumbuzi. Tumesikia wazee wangu, hakuna mtu mwenye maamuzi yake ya mwisho. Hata sisi pale Chake Chake Shamiani tukishakuamua ukawa hujaridhika, unatuuliza pale pale, ikiwa sijaridhika na haya maamuzi yenu nifanye nini? Sisi hatukuzungushi pale, tutakwambia kama hujaridhika na maamuzi mliochukua au hatua tulizochukua, pita hapa. Kutoka hapa shehia Michenzani, wilaya Mkoani, mkoa wa Kusini Pemba, mimi ni Hassan Mselem.